Na hizi ndizo kazi zinazosababisha umalaya. Hizi kazi zinasababisha umalaya. Kwa asilimia kubwa sana wanaofanya kazi hizi ni wahuni. Sio wote, lakini baadhi yao ambao sio wahuni ni wachache sana. Lakini kwa asilimia kubwa wanaofanya hizi kazi ambazo naenda kukutajia hapa ni wahuni. Ni wahuni, sio mchezo. Kwa hiyo kama una mke wako au mume wako anafanya kazi hizi, kaa ukijua usalama ni zero. Muda wote. Namba moja, wadada wanaosambaza vyakula kwenye masaiti. Yaani wale wadada ambao wanapelekaga vyakula kwenye masaiti. Aisee, hao wadada ni wahuni sana. Ni wahuni. Nishai kufanya kazi sehemu moja kwenye masaiti, nimewashuhudia. Wanashikwa wanacheka tu. Yaani wanashikwa. Anataka apate hela ya ambayo kapeleka chakula na hela nyingine tena apewe. Kwa asilimia kubwa wadada wanaosambaza vyakula wanavitoa mahotelini au migahawani. Wadada wa migahawani wanaosambaza vyakula kwenye masaiti au wanaopeleka oda kwa watu mbalimbali. Hao wadada ni wahuni. Ni wahuni kisema za ukweli wala sio uongo. Kama wako sio muhuni tu na bahati. Lakini kisema za ukweli, wadada wanaosambaza vyakula kwenye masaiti, watu ambapo wanajenga, wadada hao ni wahuni sana. Ni wahuni, tena ni wepesi. Namba 2, wauza mboga mboga na matunda. Wale wadada wanaouza matunda, ndizi, parachichi, sijui amebeba vitu gani. Wale wadada ni wahuni. Nishakuwashuhudia na wao pia. Na wao pia wanapenda kupitisha humo kwenye masaiti. Amebeba matunda anapitisha kwenye masaiti, au mtaani anauza nyanya ama anauza ndizi, yani anauza matunda ama anauza nyanya. Hao wadada na wao pia hawajatulia. Kazi namba 1 inayosababisha umalaya ni ya wadada wanaosambaza vyakula kwenye masaiti. Namba 2 ni ya wadada wanaouza matunda. Mwanamke kama hajatulia alafu muuzaji wa matunda, kwa sababu huyu lazima atatongozwa tu. Kwa siku akitembea lazima atatongozwa. Na hawa kwenye masaiti, kwanza hawa kwenye masaiti wanavaa kimitego sana. Hawa wadada wanaosambaza vyakula wanavaa kimitego sana. Dada anayesambaza chakula lazima atatongozwa tu. Na dada anayesambaza matunda lazima atatongozwa. Kwa hiyo hizo ni kazi ambazo zinasababisha umalaya. Mtu wako kama unaye na anafanya hizi kazi, alafu hajatulia, umeisha. Namba 3, madereva wa malori. Hawa jamani wahuni sana. Madereva wa malori wanaosafirisha sijui mabasi mikoani, wanaosijua wanasafirisha wanapeleka mabasi wapi. Hawa madereva wa malori, madereva wa mabasi ni wahuni. Tena kwa bahati mbaya walipo na akili za ajabu, ujinga wao na uhuni na umalaya wao wanapenda kufanyia humo kwenye mabasi na kwenye malori. Acheni uhuni nyie madereva wa malori. Unakuta kabisa kuna dereva wa lori au dereva wa basi anatengana na mke wake miezi 3, yuko kazini, anaendesha lori au basi. Wewe unategemea anadhibitije hisia zake za mwili? Na unakuta hajaokoka. Kama ameokoka huenda usiwe na wasiwasi naye. Unakuta hajaokoka alafu hajatulia. Miezi 3 au miwili, wiki hayupo nyumbani. Alafu ameoa, amemwacha mke nyumbani. Hawa jamani wa moto sana. Namba 4, dokta. Dokta wa kiume ana uwezo wa kulala na mke wako atake asitake. Anamwambia ukikataa na kudunga sindano la sumu. Lazima atakubali. Sio madokta wote. Kuna madokta wana hekima, wameokoka kabisa na wana akili nzuri. Lakini kuna baadhi ya madokta ni wahuni. Ni wahuni. Tushai kuzisikia stori zao. Unafikia tusikii. Kuna madaktari ni wahuni. Sio wote. Sio wote, lakini baadhi yao. Kuna madokta ni wahuni. Tena anatishia kabisa demu wa mtu au mke wa mtu. Tushai kusikia stori zao. Madokta, mtibie wagonjwa, msijitibie nyinyi. Namba 4, muuza chipsi. Mwanaume, usije ukajichanganya ukaacha mke wako au mpenzi wako anapiga stori na muuza chipsi. Usije ukalichanganya mpenzi wako au mke wako akazoeana na muuza chipsi. Umeenda hapo kwa mshikaji wako muuza chipsi, afu unamwacha mke wako au mpenzi wako. Unasema nakuja kidogo. Ukiondoka tu, jamaa utasikia inamkonyeza. Shemu, niache. Mambo. Niache mstaki. Basi njoo chukue chipsi basi. Sina hela. Njoo chukue basi. Chipsi yai, chipsi kuku, njoo chukue na kupesa bure. Nimestoki. Ona kata chipsi yai na wewe. Mimi sikudai chochote, njoo bana, njoo. Anaenda anachukua chipsi yai. Akichukua chipsi yai na yeye anachukuliwa chipsi yai. Kwanza hapo tu. Hapo wauza chipsi wahuni sana. Akienda hapo akishapewa chipsi za bure. Jamani naambia basi sikia sasa. Naomba namba basi na wewe tuwe tunawasiliana. Usinisumbue lakini sana. Wewe unanipigia ni mimi nikikwambia. Kwisha habari. Wauza chips ni wahuni sana, wanaongoza na wenyewe. Namba 5, mainjinia. Hawa jamani wahongaji sana, wanahonga sio mchezo. Kwa sababu hawa mainjinia wanapataga pesa kubwa kwa asilimia kubwa. Mainjinia mimi nimefanya kazi kwenye masaiti. Mainjinia ni wahuni sana. Ni wahuni. Usiache mke wako akazoeana na injinia. Anaweza akawa anajenga kwako, umempa kazi ya kujenga, lakini mke wako akijichanganya, wewe mwanaume ambaye umempa huyo injinia kazi, anapita naye.
Hawa jamani nao mama engineer hawafai hata kidogo. Namba 6, watu wa saluni. Iwe kwa upande wa wanawake au kwa upande wa wanaume. Wanawake ambao wanakaa kwenye masaluni, advertise ya kwanza kabisa huwa hawaweki sabufa kwa ajili ya umbea. Cha kwanza ni wambea, halafu wanapenda sana kufanya hayo mambo ya uhuni. Sio wote, lakini kwa asilimia kubwa wadada wa masaluni ni wahuni sana. Na wanaume wa masaluni ni wahuni. Wanaonyoa wanaume wa saluni ni wahuni. Wazee wa masifa, akimsifia mke wako, mtoto na shingo mbichi kama bagia. Una sura laini kama sambusa. Kwesha mke wako, kama umsifiagi mke wako umeishi. Muwe mnawasifia wake zenu. Kuna watu wanajua kusifia, hasa mashemeji. Mashemeji wanapenda kusifia wake za watu. Alafu nyinyi mashemeji mkome. Unasifia mke wa mtu kama wako. Oa na wewe kwako tumsifie. Namba 7, dereva bodaboda. Hawa jamaa, nyinyi kwenye kundi la uhuni hamwezi kuachwa. Madereva bodaboda na wenyewe ni wahuni, sio na wenyewe. Hawa jamani wahuni sana. Dereva bodaboda anaweza akamchukua mke wako sehemu akalala naye na akamleta nyumbani. Akasema Madereva bodaboda ni wahuni sana hawa jamani. Ni wahuni. Ni wahuni sio mchezo. Nyinyi kwenye kundi la uhuni madereva bodaboda hamwezi achwa. Namba 8, waganga. Waganga wa sasa hivi jamani ni wahuni. Ni malaya waganga wa sasa hivi. Utasikia sasa hapa natakiwa kwanza nilale na wewe. Njoo nikuhudumie. Jamani mganga, mbona mimi sijaja na hiyo shida? Sasa wewe unataka umfanye mume wako akupende. Kwa hiyo na mimi natakiwa unipe ili kutokee muunganiko hapa, kwa sababu hiki ulichokujia kinahusiana na hiki ambacho ninaomba. Jamani mganga, mimi mume wangu sitaki kumsaliti. Kama utaki ondoka, wenzako wamchukue huko. Waganga ni wahuni sana hawa jamaa. Sasa hivi nao ni waganga, hakuna waganga sasa hivi, wahuni watupu. Namba 9, wapaka rangi. Kama una mwanaume mpaka rangi, dada umeisha. Umeisha kwa sababu dada wengine wanaenda wamevaa nusu uchi, akinyanyua mguu vitu anavyoviona sio poa, hawezi akavumilia. Kuna mpaka rangi mmoja nilimuona anapiga nyeto huko anapaka rangi mdada. Wapaka rangi ni wahuni kweli hao wapaka rangi. Namba 10, fundi simu. Jamaa wako vizuri, kweli ni mafundi simu. Hawa jamaa mke wako akikaa vibaya mafundi simu wanapita naye. Namba 11, photograph. Wale majamaa wanaopiga zile picha pale mtu anaenda kupiga picha. Hawa jamani wahuni. Namba 12, wasimamizi wa guest. Watu wanaosimamia kwenye magesti ni wahuni. Hivyo unamwaminije mpenzi wako atafanya kazi hiyo? Onyo kwa wote. Umalaya ni kitu kibaya, uhuni ni kitu kibaya, usaliti sio mzuri. Umeolewa, umeoa alafu unamsaliti mume wako au unamsaliti mke wako. Ni kitu kibaya ambacho hakipendezi ndani ya ndoa. Ni kitu kibaya ambacho hakipendezi kumfanyia mumeo au mkeo. Na kinatengeneza roho ya mauti. Muda wote ukifumaniwa kuna mmoja kufa kati yenu. Dhambi inatengeneza mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo wewe kama unamsaliti mke wako au mume wako, muda wote mmoja wenu kati yenu atakufa. Mtafumaniana, mtauana au mtaachana. Baadaye mkiachana madhara yatawakuta watoto. Nyinyi mtaachana lakini madhara yatawakuta watoto. Mwishowe mzazi mmoja atabaki na watoto, ataanza kuingiza sumu kwa watoto. Watoto watamchukia baba au watamchukia mama. Alafu wale watoto mwishowe watalaanika na watashindwa kumsamehe baba yao. Na wasipomsamehe baba yao motoni. Na aliyosababisha usimsamehe baba yao ni baba au ni mama. Na wewe motoni. Kwa hiyo kama wewe ni muhuni na unapenda umalaya, hutaki kuacha uhuni, basi jitahidi sana usiufanyie ofisini kwako. Kama wewe ni dereva wa lori, usilale na mwanamke kwenye lori au kwenye basi, unalaani kazi yako. Kama wewe ni mtu wa saluni, usifanye uhuni wako, umalaya wako ndani ya saluni yako, unalaani kazi yako. Kama wewe ni mtu wa sehemu yoyote ile wa chipsi au ni wapi, usifanyie zinaa kwenye ofisi yako, unalaani kazi yako. Uhuni, zinaa na kazi haviendani hata siku moja. Na ndio maana kuna wengine toka wameanza hiyo kazi, wameanza huo uhuni mpaka sasa hivi hawaelewi hela zinaenda wapi. Mungu awabariki.